nanuka. Dada, pole. Utakuwa umeumia sana kwa muda mrefu. Ngoja nikupeleke nyumbani. Naambia jina lako naitwa nani? Naitwa Neila. Karibu dada, hapa ni kwangu nyumbani, naishi peke yangu na kuanzia leo nitaishi na wewe. Asante. Kama ni ile mchungaji, kama alikuwa ni nimesikia raha sana. Sijui upande wako wewe umelionaje neno la leo? Neno leo ni kwa nzuri. Lakini pia wewe nawe ukiwa unalala sahau kuomba, kwa sababu hiyo ndo ngao pekee ambayo tuko nayo sisi wanadamu. Kwa sababu ukiwa unaomba wewe unajivuta karibu na Mungu, na ukiomba unajiepusha na mambo mengi tu sana. Na si kwa tu nalala peke yako, hata ukiamka katika kila jambo vile kwa sowe naomba na utanguliza mbele, na pia sometimes huwa unachukua time maombi, funga kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya familia yako, si ndio? Kama vile ambavyo ule mchungaji amesema kuwa Jumapili ijayo mimi ndio nitakuwa ninahubiri pale, na kuwa nimepanga hiyo Jumapili ijayo kuna kifungu hapo huwa napenda sana kukisoma. Yohana mstari wa kifungu cha 15 mstari ule wa 7 nasema, kaa katika muungano pamoja nami na maneno yangu yawe ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nami nitawajibu kwenu. Sasa neno huwa lina nguvu sana, hilo ndio Ankoli, shikamoo. Marhaba. Umepotea Ankoli? Niko Ankoli. Konesha hapo tu hapo jirani. Siku hizi umekuwa mrembo sana Ankoli. Ankoli, nilikuwa kuna shida. Shida gani Ankoli? Natafuta kazi. Hapo umefika Ankoli. Kwa sababu mimi na kazi nyingi sana. Kwa hivyo vile umenieleza utanielekeza pale unapokaa, nitakuja hapo. Nilikuwa naenda kupeleka kazi. Sawa Ankoli. Sawa, tunaweza kuketi kidogo tukapiga story tatu mbili niko. Niko mahali naelekea Ankoli. Sawa Ankoli, lakini nitakutembelea ujue. Sawa. Anaishana na Ankoli yake hichi kitoto bwana. Unameza. Yana nitamfuatilia yule mtoto. Wallahi lazima nimpate. Nafanya mshimishizo zote zile nitampata. Siku si zote. Dada, kulikuwa na kitu hapa nataka nikuelezee kutoka kwa Bible, kwa Biblia. Katika kitabu cha Ayubu mlango wa 1 mstari wa 1
Hii inaelezea kuhusu historia ya Ayubu ambayo nasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi ambaye jina lake lilikuwa Ayubu, na mtu huyo alikuwa asiye na lawama na mnyoofu na mwenye kumwogopa Mungu na kujiepusha na ubaya. Huyu Ayubu tunapata kuwa alikuwa anadharauliwa, hata familia yake ilikuja ikamtenga na akabaki na alikuwa ni kama ameshiwa kabisa na anateseka. Sasa hapa nilikuwa nataka nikutie moyo kwamba pia wewe katika haya maisha utapitia majaribu, lakini Mungu yupo. Si ndio dada? Mungu yupo, atakusaidia. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Katika hayo majaribu yote ninayopitia, Mungu atakuongoza na kila kitu kitakuwa sawa. Na nilikuwa tuombe ili tulale. Funge macho tuombe. Asante Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tazama Baba, tunakuja mbele zako wakati mwingine ambao Baba tunaenda kulala. Naomba kwa pamoja nasi katika usingizi mzuri na hata Bwana tunapofika siku ya kesho tukae salama, siku na shukrani kwa maisha yako. Na kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Naridhika Ankole. Ankole, mimi nilikuwa nataka kula nyumbani kuniagiza. Usijali, hakuna shida. Wewe nenda nyumbani, lakini nitakutafuta Ankole. Sawa. Pamoja Ankole bwana. Sawa. Nijulishe hata nyumbani kwenu Ankole. Sawa Ankole, utakujua usijali. Sawa Ankole, kwa sababu wewe Ankole, wengine wanasahau Ankole bwana. Mimi siwezi kusahau. Sawa basi, jioni njema. Sawa, kwako pia. Yule mtoto huyu akijisha kwa wallahi, huyu nitampata huyu, lazima ingie kwenye mtego wangu. Wallahi sitamwacha. Sasa ndogo ndogo. Naila, sasa nilikuwa nataka nikwambie kuanzia Jumatatu nitakupeleka shule. Kuna shule hapa karibu inaitwa Great Favor. So nitakupeleka shule, wewe utaanza masomo. Mimi nakupenda na mtoto kama wewe sitaki upoteze elimu yako. Najua wewe bado ni mtoto mwenye unahitaji kwenda shule. Kwa hiyo kuanzia Monday nitakununulia vitu vyote kuanzia saa hii. Monday nikupeleke shule. Mkoba, uniform, vitabu na biro pen. Si ndio mtoto mzuri? Ndio. Na ninaomba uniahidi kwa hutaniangusha. Kusile dada, sijali. Nitajitahidi nipase mtihani. Sawa, mimi nakuombea hata ukianza masomo yako usome kwa bidii na unaelewa venye hali iko kwenye umetoka. Mimi nimeamua kukushughulikia na nitakusaidia. Sawa. Usije Ankole. Naila, uko na nini? Mbona nakuona ni kama hauko sawa? Kuna mtu ameingia hapo ndani akanajisi. We? Na umemjua ama? Nimemjua lakini amesema nikisema ataniua. Pole dada, sawa. Jamani, huyu mtu amefanya kitu cha kikatili sana. Pole, hilo tutashughulikia. Sawa. Kwani kunaendelea nini hapa? Huyu Naila anasema wakati nimetoka kumeingia kijana hapa akamnajisi. Amemnajisi?
Kwa mtu amemjua ama? Ni kama amemjua, lakini amemwambia kuwa asiongee jina lake, kwa sababu akiongea jina lake ni kama atamfanyia kitendo kibaya. Hapana, hii haiwezekani kabisa. Hii Leila, mimi nakwambia hebu tulia. Hili jambo lazima tufike nalo polisi, kwa sababu hauwezi fanywa kitu kama hicho wewe, kwa sababu hao vijana huko mtaani wamezoea sana, na hii itakuwa ni fundisho kwao. Acha nikaite polisi sasa hivi na kuja. Mwanangu, nimepata kasichana kangu huu mtaa huu. Kasichana karembo. Kama alizana nako. Mbona ananiambia niokoke nini sasa? Mtoto wa rembo. Hao warembo hao ndo sometimes wanatupia kwenye majaribu. Na venye ambavyo unaongea inaonyesha kabisa wewe ni mtoto mdogo sana ambao umejamiana naye. Hivyo, lakini wewe mtoto mdogo lakini amejileta. Alikuwa ananiita ankoli sasa. Na mimi si unajua. Unasema nini? Ngoja na unapo. Sawa mwana. Afande. Nilikuwa nataka kukueleza kuwa yule mhalifu niko naye hapa. Niko maeneo ya kwa baa hapa hivi. Ukila mikanjo 7 hivi. Ingia hivi hapo ndani. Utatukuta sisi tumeketi hapo mahali tu tumeketi. Niko naye huyo mhalifu. Sawa. Mimi nakungoja. Usichelewe make usichelewe. Harakisha basi. Sasa hivi. Sawa. Umekawia mwana wewe. Lakini kitu ambacho nilikuwa nakujuza ndugu. Pia ujaribu tu kutafuta Mungu. Yao mambo kama maskani hayo si mambo mazuri. Leo sasa wewe ni kuokoka tu kanisa. Sasa kanisa watoto wazuri. Wewe mtoto ameanguka mwenyewe mko. Sasa fani. Ndio mwenyewe ndo huyo. Uko chini ya ulinzi. Hiyo ndo sawa. Ila kama nyinyi nafaa hii ndio funzo kwenu sasa. Hiyo si vizuri. Watoto wadogo waache wasome. Msimuache kudanganya na hizo pesa. Wenyewe visharobaro ni sana nyinyi. Na waangalia. Na hiyo ndio funzo kwenu.